Mwagala, kwanza tusalimiane. Hujambo? Sijambo, habari za siku? Mimi buheri wa afya. Ni muda mrefu sana. Yaani muda mrefu sana kwa maana hivi mara mwisho nimekuja hapa Liwale. Ni mwaka huu hujaja. Mwaka huu tangu mimi sijaja. Mwaka huu tangu, yaani mwaka huu bwana. Jana nafikiri nimekuja hapa. Mwishoni. Ndio? Mwishoni ya. Wakati wa usajili pale. Na wakati wa pre-season. Na katika watu ambao niliwasifia kwenye friji ni pamoja na friji lako awamu hii ilikuwa nzima sana. Yaani alikuwa bovu to feature, yaani tuwakwambia timu iko kambini wapi, ukasema tulieni. Timu iko kambini. Si kama mlikuwa mnasema wote bwana itashuka kabla ile haijaisha. Tulikuwa tunasema wana sasa imeshuka. Maana sasa timu wachezaji hawatangazwi, hawaweki kwenye peji. Timu hatuioni kambini. Alafu sasa wewe aliyekwambia kwamba timu ili ifanye vizuri lazima wachezaji waweke kwenye peji. Zamani ulikuwa unafanya hivyo. Tubadilisha. Hongereni sana, of course mmefanya vizuri kwa mechi ambazo mmecheza. Kiusema kweli lazima tuwapongeze. Kwenye hizi timu za kati ukiacha Simba, Yanga, Azam ambazo tayari zimeweka mizizi, ninyi mmekuja kubadilisha upepo na mmekuwa na mvuto, mmeshapata na mashabiki kwa sasa. Na sisi Tabora kitu kimoja ambacho hatutaki kabisa kwenye maisha yetu ya mpira kitutokee. Ni ile mnakwenda kucheza alafu watu tayari washajua mnaenda kufungwa goli ngapi. Ndio. Yaani Tabora United mathalan, Tabora anacheza na Yanga. Watu wanasema pale, yaani hata timu yenyewe inajua kabisa kwamba inaenda kucheza, inajua kabisa kwamba leo tunakwenda kushinda goli 7, goli 5. Hizo Tabora. Yaani katika kitu ambacho tuna avoid sana ni hicho. Yaani ukiwa unajiandaa kucheza na Tabora, ndio kiwa kabisa kwamba wewe unajiandaa na timu ngumu. Unajiandaa na timu ambayo ukienda kukutana nayo, yaani hata ukipata ile sare unajipigia makofi. Yaani huo ndo msingi wa Tabora ambao sisi tunaujenga hivi sasa. Watu wasiweze kuliseti chochote kusema kwamba hapa sasa Tabora itakwenda kufungwa, au watasema hapana, mechi ya Tabora na timu A itakuwa ni ngumu na hakuna timu yenye uhakika, au mtu aseme kwamba Tabora United mechi lazima ashinde. Yaani ndio tunataka hivyo. Sio kwamba Tabora ile hapana, hawezi kushinda ile mechi, wakishinda tuweke dau. Hiyo sisi hatuitaki kabisa. Na Mwagala, unaweza kutuambia hapa kwa namna ambavyo mmefanya sajili zenu kimya na of course ni sajili ambazo ni bora sana na zinatisha sana, kwa sababu tumezoea kuona hizi timu kubwa Giant, Simba, Yanga, lakini Azam na sasa Singida Black Stars ambao waliongezeka pia kwa kufanya usajili wachezaji wengi sana wa kigeni. Ninyi pia mmefanya hivyo, na ukiangalia asilimia kubwa sana kwenye first 11 yenu, ile regular starter yote asilimia kubwa ni wachezaji wa kigeni, kwa maana asilimia 80 hadi 90. Wachache sana ni wazao. Wachezaji 12. Yes, nao wote wamekamilika pale. Na hata timu ikiwa inacheza mara nyingi unaona wachezaji kwenye ile regular starter yenu, kwa maana first 11 hasa wengi wageni wanapata sana nafasi kutokana na uwezo walionao. Watu wanajiuliza maswali kwamba nguvu ya kuweza kupata wachezaji na scout ambao mlikuwa nao wakaweza kutafuta wachezaji wenye ubora huo, kwa sababu ukiangalia Tabora unaona Vita ile iliyocheza na Simba msimu wa 18 19 ile 2021 ile akina Munganga na wengine wengi, ni maandalizi, ni nguvu ya wadau walisapoti na wakahakikisha wanaleta wachezaji wenye quality namna hiyo, ama ni mikakati ya muda gani ambayo iliweza kufanyika kuhakikisha mnaweza kufanya usajili mkubwa namna hiyo? Usajili ambao Tabora ndio unafanywa na viongozi, sisi viongozi wa Tabora United. Ndio. Yaani sisi hatuna kusema kwamba sisi tunatumia scout, sio nini. Ma scout ni sisi wenyewe. Ndio. Ushaelewa? Ma scout ni sisi wenyewe, na washajitokezaga maagent kutoka nchi mbalimbali kwa wachezaji. Lakini wachezaji walikuwa hawana viwango, tuliwarudisha. Wachezaji walikuwa hawana viwango tunavyovitaka, tukawarudisha. Ndio. Kwa hiyo sasa linapokuja swala zima la kutafuta wachezaji wazuri, wachezaji wenye viwango, tumekuwa tuna wakurugenzi ambao wanajua sana wachezaji. Ndio. Yaani wakurugenzi wetu ni watu ambao wanajua sana wachezaji. Yaani mwenyekiti wetu wa timu Richard Yabwao anawajua wachezaji. Yaani ukimleta mchezaji anakwambia bwana mkurugenzi, hapa tumelamba dume. Hii mali hapa tumepigwa hii. Mkurugenzi bwana, hapa tumepata. Elewa. Kwa hiyo hatujawahi kusema kwamba tutasajili wachezaji ambao watakwenda alafu itakuja kutokea short kama labda mchezaji akakosa uwezo. Hiyo Tabora hapa. Na ndio maana unaona wachezaji wote
tuliokuwa nao ambao tumewasajili. Ndio. Kwenye dirisha kubwa, kwenye dirisha dogo, wote wanacheza. Ndio. Sawa na mtu anaweza akasema kwamba Tabora wanapata wapi nguvu ya kupata wachezaji wakubwa, wachezaji wenye uwezo, aliyakuwa hawana sponsor. Ukielewa? Sisi Tabora ni kweli hatuna mdhamini. Na sasa hivi sisi tunakaribisha watu kuja kuidhamini Tabora United. Unaelewa? Hatuna kweli wadhamini, lakini kama hatuna wadhamini haimaanishi kwamba tunashindwa kuendesha timu. Kwa sababu wakurugenzi wenye timu wenyewe wana pesa. Wakurugenzi wenyewe wa timu ya Tabora wenyewe wana pesa. Ndio. Mwenyekiti mwenyewe wa timu ya Tabora ana pesa. Ndio. Ukielewa? Sio kwamba tunaanza sasa, unajua kuna ile unakuwa na viongozi ambao wanataka kutoboa kwenye timu. Yaani wanatafuta maisha kwenye timu. Wanatafuta maisha kwenye timu. Sasa wakurugenzi wa Tabora wao tayari maisha wanayo. Sawa Sasa kumiliki timu ya mpira ile ni passion, kwa sababu yani wale unaweza ukatumia lugha kusema kwamba ni watu ambao wanapenda, yani wana michezo kindakindaki. Ndio. Ndio. Kwa sababu ni wana michezo kindakindaki. Badala ya kuwa wanashabikia timu hii na hii na hii, it is better wakaona bora tuweke timu yetu sisi wenyewe. Ndio. Ambayo tunajua kabisa kwamba Tabora United inacheza, tunahitaji hiki, tunahitaji hiki, tunahitaji hiki, tunahitaji hiki. Tunahitaji tupate wachezaji wa aina hii, type hii. Sisi sasa hivi tumetoka kwenye ile level ya kusajili wachezaji kwa bajeti ya milioni 500, bilioni 1. Tupo kwenye level ya kusajili wachezaji bilioni 2 na kuendelea. Ndio. Sawa, na msimu unaokuja bajeti yetu ya usajili ni bilioni 3. Mnapanda. Yaani msimu tunapanda. Sawa, yaani msimu wa 2025-26 tukiingia sasa kwenye dirisha la usajili kufunguliwa. Yaani mpaka sasa hivi hapa tunapokuambia tayari tuna kikosi cha msimu unaokuja. Sawa? Kwa maana na ndio maana mpaka bajeti tumeshajua kabisa kwamba msimu unaokuja tutatumia bajeti ya bilioni 3. Yaani sisi huku mambo ya milioni 200 tumeshavuka huko. Sisi huku tumetoka. Sawa? Huku tuziachie timu nyingine. Sawa? Lakini sio Tabora. Mtu anakuta anajisifia anakwambia bajeti yetu ya usajili safari ni milioni 500. Sisi milioni 500 kwa tunasajili wachezaji hapa. Wachezaji watatu, milioni 500. Tunasajili wachezaji hao watatu. Ndio. Yes. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na tunaenjoy kusema kweli. Hata mimi mwenyewe pia naenjoy ile kufanya kazi Tabora, kwa sababu unafanya timu ambayo ina uhakika. Sawa? Yaani una uhakika wa kupata matokeo, una uhakika wa kupata wachezaji wenye quality nzuri, una uhakika wa kila kitu. Kabisa, unaenjoy na of course hivi tukutazama. Nimeelewa. Umenenepa sana. Shingo nataka kumwagia, yani shingo hilo shingo unaweza kalikata mkala wiki nzima. Yaani umekuwa bonge moja ya kibonge. Alafu pia hata nuru inaonekana. Sijui nitasuka saa ngapi, sijui hela kusuka iko wapi. Hapana. Yaani wasao kusuka bilioni hamna tena. Sina. Yaani hela kusuka ipo. Hela ya kupanda ndege ipo. Ya kupanda yaani kila ninachokitaka mimi hela ninayo. Sasa tuje hapo. Wengi wakiwa wanaangalia kikosi chenu First 11 wanasema mbona sasa wazawa wachache hivi? Ukiangalia wageni wengi, wazawa ninyi mnawachukuliaje kwenye timu yenu? Kwa sababu tunajua mna hiyo quality ipo pia. Lakini wazawa wapo. Nafikiri hata ukiangalia Ofen Chikola ni Mtanzania. Isa Ngoa ni Mtanzania. Wote wanakuta wanaanza kwenye kikosi. Si ndio? Ibrahim Hamadi Hilika ni Mtanzania. Si ndio? Kwa hiyo tuna wachezaji Shafi Maulidi Sauti Mtanzania. Anaanza, si ndio? Kwenye kikosi. Hivi Chobwedo sasa kwenu? Yes, Ramadhani Chobwedo Tanzania anacheza. Emmanuel Mwanonge Tanzania anacheza. Kwa hiyo sisi sio kwamba tunapanga mchezaji kwa sababu ya uraia aliokuwa nao. Ndio. Sisi tunapanga mchezaji kwa sababu mechi ya Simba. Kwenye mechi ya Simba alikuwa ngoja bwana. Mechi ya Simba. Yes, ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza na Daka. Alafu mlimpa mechi ya kwanza? Ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza. Akakutana na Kisanga. Akakutana na Kipiga. Lakini baada hapo mambo akawa anapanga ile mechi ya kwanza. Huwezi kumlaumu kwa sababu alikuwa na make experience. Ndio. Ndio goalkeeper namba 1 na ndio mechi yake ya kwanza tangia aje Tanzania. Kwa hiyo bado hajafanya, yani hajajiona vizuri na mabeki wake. Kwa hiyo yani kwenye ile mechi ilikuwa na vitu vingi sana ambavyo ilipelekea tukapoteza. Na pia unaweza kuona kwamba Simba walikuwa bora kwa maana kwamba wao walikuwa wanacheza michuano ya kimataifa. Ndio.
Alafu Tabora sisi tulikuwa tuko kempu. Tunacheza tu mechi za kirafiki, za kawaida, sijui David Combine, sijui nini, unaelewa? Sasa tunapokwenda kukutana na Simba kidogo ikawa changamoto. Lakini sio kwamba Simba walikuwa wametuzidi sana ubora, no. Yaani siku ile ndio walikuwa bora kwa sababu wao tayari walikuwa wana zile mechi ngumu. Kwa hiyo walikuwa na assume tunacheza na Azviti. Na hata maandalizi yao walikuwa wanajiandaa. Nafikiri walijiandaa maandalizi kama wanakwenda kucheza na Al Ahly. Na ndio walikutana kweli na Ahly ya Tabora. Iliwapa intensity. Yaani wenyewe tu kushinda tu kwenyewe, ndio maana kina Shabalala, Shomari Kapombe walikuwa wanashangilia. Wanafurahi. Yaani wanafurahi kwamba tumeipiga Ahly. Unajua sasa hivi timu yoyote inapocheza na Tabora ikishinda inajiona kwamba yani sisi ni mwamba, unaelewa? Kutokana na type ya timu ilivyo. Ni tofauti na timu ikishinda timu nyingine, kwanza hata afurahi kwa sababu unajua mbona tumeshirikwa tu lazima tushinde, si ndio? Lakini timu inapokuja kucheza na Tabora ikishinda ama ikisare, yani tayari anajiona kabisa kwamba wao wako kwenye piki kubwa. Kwa maana siku hizi kuifunga Tabora ni kama unaifunga Mamelodi Sundowns, kama unaifunga yaani ukifunga Tabora sasa hivi ni kama vile umeifunga PSG, umeifunga Arsenal, ushaelewa? Yaani ndio level ya Tabora sasa hivi jinsi ambavyo tu. Hiyo jeuri ya kuongea maneno mazito au unatoa wapi? Yaani ukifunga leo Tabora kama PSG umepigwa, yaani ukifunga Tabora kama Arsenal